Okay, leo tuko DC. Tuko DC na ni kipindi cha baridi kali sana, na ni kama negative. Leo tumeamka vizuri kidogo, ni negative 8 leo. Na baridi hapa inakaribia inapungua, barafu ilikuwa kubwa kidogo, inapungua. Experience ambayo unayoipata kipindi hiki cha barafu ni foleni, parking kuwa za shida, kwa sababu imagine kama ulikuwa umepaki gari yako sehemu fulani, halafu snow ikashuka ikatengeneza ice sehemu ambayo ulikuwa umepaki, obviously utaweza kupaki pale sehemu ambayo ulikuwa umepaki mara ya kwanza. Kwa hiyo utaanza kustruggle kutafuta sehemu nyingine, parking nyingine. Kwa hiyo kama wewe limekukuta hilo, na mwenzako litamkuta, na mwingine litamkuta, kwa hiyo mwisho wa siku kutakuwa na shida ya parking. Kwa parking inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini kwa mtu mpya kama mimi ambaye nimefika sehemu kama hii, kwa kweli nilikuwa natamani sana kufika Marekani, lakini nilichokuja kukutana nacho katika kipindi hiki cha snow, ambacho nilikuwa nakitamani sana nione snow inakuwaje, kwa kweli sitamani tena kwa herufi kubwa. Yaani baridi iliyoshuka kipindi hiki, wanasema ni baridi heavy sana katika kipindi cha muda mrefu sana. Snow iliyoshuka kipindi hiki ni snow kubwa sana, nyingi, unaona. Kwa hiyo kwangu mimi experience yangu kwa kweli naweza nikasema imetana kuwa mbaya kidogo, kwa sababu kuna muda kutokana na shughuli zangu hizi za mihangaiko ya huku na huko, najikuta nafanya kazi nje ya nyumba labda ya mtu au vipi, au mazingira ya nje ambayo unajikuta unalazimika kukaa nje na baridi inakutandika haswa. Kuna siku nilifanya kazi nje negative 16, niko nje, nina gloves, nina makoti matatu, nina sweta, nina shati, kuna nguo fulani inaitwa thermal. Unaona, kuna nguo fulani inaitwa thermal unaivaa kwa ajili ya kutunza joto katika mwili wako, lakini bado baridi ilikuwa inapenya. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni mpya, ambaye alikuwa anategemea kwamba bwana, naenda sehemu za baridi nitacheza na barafu na nini, inabidi kupunguza matarajio yako, lower your expectations. Sababu bwana, haya mambo nilikuwa nasikia baridi inaingia mpaka kwenye mifupa, lips hizi, hata kusema zile plosive sounds kama p au zile sounds ambazo lips zinatakiwa zigusane. Kwa hiyo misuli labda ya lips zile zinashindwa hata kufunction vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto haswa, naona bwana. Still tuko DC, na barabara ni makubwa na sehemu ni nzuri. Sehemu kama hizi kukiwa ni sama, kwa kweli utapapenda. Yaani ni pasafi, panavutia vizuri sana, unaona bwana. Kwa hiyo jambo gani lingine naweza nikasema? Yes, jambo lingine naweza kusema opportunities ni fursa gani ambazo zinaweza kupatikana kipindi cha barafu. Fursa ambazo zinaweza kupatikana kipindi cha barafu ni kuzitoa hizi barafu. Kwa mfano, mtu amepaki na gari linakuta limefunikwa kabisa na barafu. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kuweza kulitoa lile gari, unaona. Kwa hiyo fursa ambayo inayopatikana hapo ni kwamba unapata kama tenda hivi, unajitangaza tu kwenye Facebook market huko wapi, kwenye mitandao na nini, unalipia matangazo, na kuna website nyingine ambazo zinakusaidia wewe kutangaza matangazo yako.
wanaita leads websites. Kwa hiyo wewe cha kwako ambacho unatakiwa kutembea nacho tunaitaga makoleo kwetu huko, lakini huko wanaita shovels. Bidi utembee nalo hilo ambalo kutembea nalo ukifika ni bonge ya tunnel, tunnel kubwa kweli. Nice. Hiyo ndio mambo ya kutoa ushamba. Kwa hiyo nazidi kutoa ushamba huko. Nazidi kutoa ushamba. Hii tunnel bonge ya kitu. Naona inaisha. Inaisha, naingia huko. Kosea nini tena? Deki. Hayo ndo mambo ya DC. Nimekosea tena njia mzee. Tuone itanipeleka wapi. Okay. Hii I hope itanirudisha, lakini sio mbaya. I hope itanirudisha hii. Anyways, na iko napambana DC aise, kuna takiwa uwe makini sana hasa kwa mimi mtu mgeni. Inabidi niwe makini sana katika kutoka na kuingia, unless otherwise nitakuwa nina kesha tu humu ndani. Ramani unayo, kila kitu unacho, lakini unajikuta unakosea hizi exits za kutoka na kuingia. Kwa ni changamoto hasa kwa madereva wapya katika miji mipya kama hii ya mtu mgeni. Mtu mgeni kama mimi itanisumbua sana. Tulia. What you wanna say? Yaani huku wao ukizingua tu kidogo mtu anaweza kutolea butu. Mtu kama anafoka hivi. Anyways, yeah. Kwa pale nadhani nilikuwa napita huko chini ili jengo. Yeah. Bro, pita bro, yes. Na bwana, kwa hiyo mazingira ya huku ya kutoa barafu inawezekana ukawa unapiga hela. Kwa hiyo ukipata sehemu kubwa, mfano labda kwenye sehemu ya shule au kanisa au vipi, nguvu yako tu ndio itakupa hela. Unaona, nguvu yako tu itakupa hela. Kwa hiyo kuna mshikaji fulani ameamua kununua mashine ya, unajua zile mashine kama za kukata nyasi zile. Sasa jamaa kanunua hiyo mashine la kutoa barafu. Kwa hiyo linakuwa linachukua barafu linatupa pembeni kama ile mashine lile la kukatia nyasi. Lakini lenyewe linakuwa na kama pipe kwa pembeni hivi kushoto hivi au kulia. Linakuwa linafyonza linatupa pembeni, linatupa pembeni. Unaweza ukagoogle hapo, inaitwa electric shovels. Unaweza kaangalia kwenye Google hapo. Kwa hiyo inategemea na ukubwa. Ukubwa wa sehemu ndio sehemu ambayo unaweza ukanegotiate ukapiga hela. So yeah, we're still in DC, respecting the laws. Anyways, okay, ile barabara ndio hii hapa niliyokosea, ndio hii hapa. So tuendelea kutalii, naanza kuitoka DC hapa na kuitafuta Baltimore. Baltimore kutokea hapa DC ni kama ni saa moja hivi naona na ma flyovers haya hapa. Kukosea kidogo tu imekula kwako, sababu utahitaji tena, utakosea tena dakika nyingi sana.
dakika nyingi sana unaweza ukazikosa. So yeah, let's go to Baltimore. We are from DC heading to Baltimore, 1 hour drive. Yeah, endelea tukutalii na mimi hapa. Kanyaga sana hapo kwa sababu nisije nikapata exit alafu nikaikosea. Yep. Okay, kama nilivyosema ile experience ya snow. Na sasa hivi tuna ride kwenye snow. Na hivi ndivyo inavyoshuka. Kwa hiyo imeshuka last time ilikuwa nyingi sana. Ikapungua over the weekend, ikaacha throughout the week, yani wiki nzima ikaacha. Muda huu inashuka tena, imeanza tena kwa spidi sana. Na hivi ndivyo inavyoshuka hivi. Kwa mdogo mdogo inakuja inatengeneza, inakuwa kubwa, ina accumulate, inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo bwana, ndo mambo tunavyoishi sasa hivi, mazingira ndo kama hayo. Naendesha humu nakuwa na tahadhari. Sometimes panateleza sana. Hebu check gari kama hilo. Ndio biashara nilikuwa nawaambia kama hiyo hapo. Kuja kutoa kwenye gari kama hilo dola kama 100-150. Kwa hiyo kama una nguvu vizuri, unaweza ukapiga zako magari 3-4. Magari manne unakuwa na kama 450 kwa siku. Unalipa zako bills na nini. Maisha yanaendelea. Unaona bwana. Kwa hiyo ndio experience ambayo ipo experience ya barafu. Nilikuwa nataka sana kuwaonyesha hii kitu na imetokea leo. Kwa hiyo it's like a speaking of a devil, na imetokea tena, imetokea kweli. Yeah. Be careful.
Alafu imekuwa ni kubwa kiasi kwamba mpaka naanza kupanda kwa mtindo huu. Hapo jana tuliacha mchezo wa watoto. Toys in the room. What is a toy? Our toys is over there. You see it? Be careful here. Yeah. Mommy shoe. Mommy shoe. Mommy shoe. I need it there. Hiyo ni swimming pool. Na hii yote imejaa.